Kisii. There is a mother from Joro, Bishop's wife, Bishop from Joro. Tafadhali akuje. With your permission, Your Excellency, thank you, Mama. With your permission, Your Excellency, I'll give them 1 minute. Yule anaomba atajijua, lakini museme kitu moja tu, alafu ndio muketi. Reverend Kathy, let me hand it to you. Bwana asifiwe sana. Tumesema Mungu ni rafiki wa wajane, si ndio? So mmependeka na nataka tu uangalie huyo mwingine umwambie wewe unakaa msupu sana, Mungu amekupenda. Amen, 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 amen. Unajua kile kinafanya mtu ajulikane vizuri kabisa sio ile kiti amekalia, ni vile anafungua milango wengine wapite. Na hivyo ndivyo ninaona Your Excellency amefanya. Hakali tu kiti afurahie hapo kwa State House, lakini anafungulia wengine milango ndio wapite na pia wapate mabaraka. Kwa hivyo Your Excellency, hata kama hauombi baraka, zitakufuata, zitakukimbiza, kwa sababu lazima Mungu akubariki. Tunakupenda sana 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 na tunasimama kinyume chako, tunasimama kabisa nyuma yako, tunasimama nyuma yako. Na wewe ni wa nguvu sana. Amen. Na wapenda sana. Amen. You will interpret for me, will you? Interpretation. That one is interpretation. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Her Excellency, Pastor Dr. Dorcas Rigathi, and everyone in the house today. I am so delighted to be here today, to be part of this move of God in our time. Her Excellency, earlier today in the morning, Mama, this morning, when I was praying for you and praying for the success of today's meeting, wakati nilipokuwa nikiomba na mafanikio ya leo, when I saw the sky, wakati niliona bingu, asante jameni, mpigeni makofi. So you are in my own league. All right. When I was praying for you, Her Excellency, nilipokuwa na kuombea mama yetu Dorcas, the Lord took me to Acts chapter 9, which is in my iPad. I wrote it down. Bwana alinipeleka katika kitabu cha Matendo sura ya 9. And the Lord asked me, na akaniuliza, why do you think? Na kwa sababu why do you think? Kwa nini unafikiria sana that the name of my daughter ya kwamba jina ya msichana wangu is Dorcas? Ni Dorcas. From birth. Kutoka kuzaliwa. Why do you think that name was given to her? Kwa nini unafikiria hiyo jina ilipewa yeye? I paused. Nikatulia kidogo. And I began to reflect. Na nikaanza kuyatafakari. And the Lord said to me, na Bwana akaniambia, go to Jeremiah chapter 1. Enda katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. And I put it down again in my iPad. Na nikaandika tena hiyo katika kile and the Lord said, hear ye the word of the Lord. Na akasema, sikiza neno ambayo nakuambia kutoka kwa Bwana. It was not by coincidence that my daughter is called Dorcas. Sio kwa makosa kwamba msichana wangu au anaitwa Dorcas. Before she was formed in her mother's womb, kabla aumbwe katika tumbo la mamaye, I knew her. Mimi nilimjua yeye. I called her. Nilimuita. I sanctified her. Nikamtakasa. And I ordained her. Na nikamfanya akawa mtakatifu wa kutumika. And I ordained her to be a prophet to the vulnerable for all nations. Na nikamfanya akawa nabii kwa wale ambao wamenyanyaswa katika mataifa. Her Excellency, mama yetu Dorcas, this job will not end in Kenya. Hii kazi haitaishia hapa. The Lord said
You are the Dorcas of nations. Bwana anasema wewe ndio Dorcasi wa mataifa. And with this confidence, na nikaona hii uhakika, you can go and sleep. ya kwamba unaweza enda ulale. Because God will fund this project. Kwa sababu Mungu atahakikisha ya kwamba hata amelete fedha kwa sababu ya kazi hii. One day we shall all gather. Na siku moja tutakusanyika pamoja. And it will not be county presentations. Na itakuwa tu ni kufanya vile tumesema, kuimba na kusherehekea. It will be national presentations of widows. Ni kusherehekea kwa mataifa. It will be continental presentations of widows. Itakuwa hata ni kusherehekea kwa hata katika mabara tofauti. It will be global presentations of widows. Katika dunia, ulimwengu mzima. Note it down. Na uandike hii. Is in my own iPad. Katika ile kitabu cha tarakilishi yangu. And I received it in the place of prayer for you this morning. Ya kwamba nilisikia katika sauti ya Bwana ninapoomba asubuhi ya leo. Finally, I want to add my voice to Bishop's voice. Nataka kuleta sauti yangu katika askofu. When I prayed for the widows also. Ninapoombea wajane. The Lord gave me several scriptures which I will not read because Bwana alinipatia maandiko kadhaa ambayo sitaweza kuyasema hapa. But there is one thing that stood so firm in the morning and still stands. Lakini kuna jambo moja liliweza kusimama zaidi asubuhi ya leo. There is no single widow in the scripture that failed in life. Hakuna mjane yeyote katika maandiko ambaye alilemewa au alishindwa katika maisha yake. Hata hakuna mmoja, hata moja. Even in 1 King chapter 17, the one that was about to bury herself and the son, God came through. Hata katika Wafalme wa kwanza 17, hata ule alijaribu kujifunika, kujificha, hata yeye hakushindwa. So Bishop has said, kwa hivyo askofu amesema, widows never give up. Wajane hawavunjiki moyo. I add my voice to his voice to say, sauti yangu hapo. Widows never fail. Ya kwamba wajane hawataweza kushinda. You will never fail. Hamutawahi kushinda. God bless you. Mungu awabariki sana. Your Excellency. Your Excellency. The great mother of this nation. Mama wa taifa yetu ya Kenya. May God bless you so much. Mungu akubariki sana. Thank you for inviting us. Tunakushukuru kwa kutukaribisha hapa. Our sisters who lost their husbands. Wadada wetu ambaye ni wajane. All the bishops in the house. Waaskofu walio katika nyumba hii. And all the mothers in the house. Na kina mama wote ambao wako mahali hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. This is the day the Lord has made. Hii ndio siku Bwana ameifanya. And we shall rejoice in it. Na tutaifurahia hii siku. Just one word. Neno moja tu. For each and every one of us. Kwa kila mmoja aliye mahali hapa. In the book of Philippians chapter 4 verse 4. Katika kitabu cha Wafilipi 4:4. Rejoice always in the Lord, and again I say rejoice. Furahini katika Bwana, na tena nasema furahini. May the grace of God keep all of you. Neema ya Bwana ikawafuniki nyinyi wote. Mama, we are praying for you. Mama, tunakuombea. And our sisters, we are praying for you. Na madada wetu wote walio mahali hapa tunawaombea. May God bless you all. Mungu awabariki zaidi sana. Amen. Amen. My name is Rose Otanga. Anaitwa Rose Otanga. I'm blessed to be here. Na amebarikiwa kuwa mahali hapa. Thank you. Asanteni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Your Excellency, Mama Dorcas, thank you for inviting us. Tunakushukuru kwa kutukaribisha hapa. Na wale maaskofu wote walio mahali hapa. It's a joy to be here. Ni vyema tunafurahia kuwa mahali hapa. I have a long history with the House of Grace Ministry. Niko na historia refu na ministry hii ya House of Grace. When they started, I was the first preacher for this ministry. Nilikuwa mhudumu wa kwanza hapa. Hallelujah. Hallelujah. And Bishop is here because he's the one who had invited me. Na Bishop yuko hapa kwa sababu yeye ndiye alinikaribisha. So I'm glad to see the progress. That time we were near Uchumi. Kwa hivyo nafurahia kuona jinsi walivyoendelea kuanzia pale tulipokuwa pale Uchumi. I am also very, very happy to be here to identify with the widows. Na nafurahi sana kuwa mahali hapa kujihusisha na wajane. Widowhood does not knock the door. Ujane haupigi au gonge mlango. It just comes. Inakuja tu. 2.5 years ago, my husband was alive. Miaka 2.5 iliyopita mume wangu alikuwa hai.
But 2 years ago, he went to be with the Lord. Lakini miaka 2 iliyopita akaenda kuwa na Bwana. So I had to do everything to be here to identify with you. Kwa hivyo nilihakikisha kwamba nimefanya lolote ile ili niweze kuwa hapa kuweza kushiriki pamoja naye. Because I know the tears that the widows pray. Kwa sababu najua yale machozi ambayo mnaomba kila wakati. Some people say we know, but they really don't know. Wengine wanasema kwamba wanajua. To know before your time. Wengine wanasema wanajua lakini hawajui, lakini mimi nataka kueleza kwamba ninafahamu haya. Because there is something that God has told us in James 1 verses 27. Yakobo 1:27 Bwana ametuambia hivi. That the best religion. Ya kwamba dini iliyo sawa. Is that which takes care of the orphan, the widow. Ni kuangalia wale ambao ni mayatima na wajane. And the destitute. Na wale ambao wako na shida tofauti. Mama Dorcas, you are in the best religion. Mama yetu, wewe unaweza kuifanya hiyo ambayo inahitajika katika dini hiyo. Hallelujah. Amen. When we were in school, tulipokuwa shuleni, we were taught, tulifundishwa, you can do good, unaweza fanya mema, better, vizuri zaidi, or best, au vizuri zaidi. Now we are being told the best is, na sasa tunaambiwa kwamba ukiweza kuyafanya vyema zaidi, taking care of the widows, kuangalia wajane. Hallelujah. Amen. Clap for Mama Dorcas who has gone Tumpigie mama to the yetu best. Dorcas makofi ya hoja. And as I sit down, na napoenda kuketi, one other struggle for widows is, how will I provide for my children? Changamoto ambayo wajane wanapitia zaidi ni jinsi ya kuweza kuyakimu maisha ya watoto wao. Let me tell you, our provision is already made. Na tunafaa kujua kwamba Bwana yetu ameshatangulia katika mahitaji yetu. Philippians 4:19 says, Wafilipi 4:19 inasema, my God ya kwamba Mungu wangu shall supply ataweza all your needs kunipatia yote ambayo